Wengi wakisikia Yanga imefungwa bao moja kwa bila, wanafikiri ilikuwa ni mechi ambayo Yanga walizidiwa kila kitu. Lakini ukweli ni huu, hii haikuwa mechi mbaya sana kwa Yanga, ila ilikuwa mechi ya makosa madogo sana. Mechi ilianza Yanga wakiwa wanajua kabisa watashambuliwa. Na kweli, AS FAR Rabat walishambulia sana. Yanga walikuwa kwenye modi ya kulinda. Kwa zaidi ya dakika 70, Yanga walikuwa wanacheza mpira wa tahadhari. Waliruhusu mpinzani kuwa na mpira, lakini walibana nafasi, walikuwa organized, walikuwa wanazuia mipira ya hatari. Hii haikuwa Yanga ya kushambulia sana, hii ilikuwa Yanga ya kusurvive. Na kwa muda mrefu, walifanya vizuri. Shambulio la mpinzani kiasi kilizidi. AS FAR Rabat walikuwa wanapiga mashuti mengi, wanashambulia kwa kasi, wanatumia mabawa na mipira ya pili. Lakini tatizo lao lilikuwa moja, hawakuwa clinical mapema. Na Yanga walinufaika na hilo. Lakini kwenye soka, huwezi kuruhusu pressure iendelee milele bila kulipa gharama. Nafasi chache, lakini hatari. Pamoja na kushambuliwa sana, Yanga walipata nafasi 3 za wazi kabisa. Prince Dube alipata nafasi 2, Clement Mzize alipata nafasi 1. Hizi ndizo nafasi ambazo kwenye mechi kama hizi, goli moja linaweza kubadili kila kitu. Lakini bahati haikuwa upande wa Yanga. Problem kutokuwa clinical. Hapa ndipo uchambuzi halisi ulipo. Yanga hawakupata nafasi nyingi, lakini zile chache walizopata hawakuzitumia. Kwa mechi za kiwango hiki, unapata nafasi 2 au 3 tu. Ukizikosa, unaandaa mazingira ya kufungwa. AS FAR Rabat walipata nafasi nyingi, Yanga walipata chache, lakini Yanga walipaswa angalau kufunga moja. Ulinzi ulidumu mpaka mwisho. Tupe heshima pale panapostahili. Kwa zaidi ya dakika 80, mabeki wa Yanga walikuwa makini, walikuwa wanazima hatari, walikuwa wanashirikiana vizuri. Hakukuwa na panic, hakukuwa na kukimbia ovyo, lakini soka ni mchezo wa dakika 90. Dakika za mwishoni makini ulipopungua, dakika za mwisho kabisa, kile ambacho Yanga walikizuia kwa muda mrefu, ndicho kilitokea. Bao moja tu, bao ambalo lilitokana na pressure ya muda mrefu, uchovu na kupungua kwa concentration. Ili si bao la timu ni mbaya, ni bao la dakika za mwisho, bao la mechi ngumu, bao la mpira wa kimataifa. Je, mabadiliko yalitosha? Swali la kujiuliza. Je, Yanga walipaswa kulinda zaidi au kucheza kushambulia kidogo mapema? Kwa sababu kulinda kwa dakika 90 bila kufunga ni kucheza na bahati. Somo kubwa la mechi hii, Yanga hawakupigwa vibaya, lakini walifundishwa kitu kimoja muhimu sana. Ukikosa nafasi zako chache, mpira unakuadhibu. Mpira haujali umezuia kiasi gani, umeumia kiasi gani, umejituma kiasi gani. Mpira unajali goli. Swali la mwisho, kwa mtazamo wako, je, Yanga walifungwa kwa sababu walishambuliwa sana kwa muda mrefu? Walikosa kutumia nafasi za Dube na Mzize? Walipaswa kushambulia zaidi mapema? Au ni bao la bahati ya dakika za mwisho? Tuambie kwenye comment section. Mimi ni Amani Patson na hapa ni Hidden Facts.